Viewers, welcome again to my channel. This is Masindes. Today I came here to greet my grandmama. She's sick. She's having a wound. I asked the Hassani to medicate her with the moringa trees. So that's what I'm asking her. But a problem is language barrier. So I'm asking her whether she has started this dose of using moringa trees, but we still have a problem with the communication. And as well, I'm asking his son there to translate, but it seems as if nothing is going on. Oya, nisaidie kumwambia mama kwamba alishaanza kutumia madawa mlonge. Anasema nilitumia dawa zingine kule, walipa dawa zingine kwa zipo analitumia hospitali. Alienda hospitali kuna dawa zile ananitumia. Alikuwa hospitalini kwa zile dawa alizo malizie kwanza hizi hapo baadaye atateki dawa zingine. Ya malizie kwanza. Eti bibi, kuna dawa za hospitali ambazo unatumia? Dawa za hospitali ambazo unatumia? Zile ambazo ulikuwa unachukua hospitalini kule. Anazo. Kuna dawa za hospitali ambazo unatumia? Zipo. Viewers, our grandmama, she's old, but as well she's sick. She's having a problem of a wound. Hii vitu wakati mwingine tunafanya panaweza pakatokea mtu mwingine msamaria akaamua naye kutoa msaada, kwa sababu hapa tunaonyesha, look at this wound. She's having this kind of wound. So if you have got any knowledge, tell us, what do you think about this wound and its medication? And if possible, you can even do contribution. You can contribute. Perhaps I can share with you her phone number in the description. If you have got any amount of money, you can support her. She's getting old. If you have got any amount of money, you can support her. I will ask her for the phone number. I will put it in the description. In case you have got anything, you can send her an amount God has blessed you. Hapa nilikuwa naambia watazamaji hivi kwamba bibi yetu anaumwa, na kama kuna mtu labda na knowledge ya msaada labda wa dawa anaweza kufanyia. Lakini vivyo nilikuwa naambia kwamba kama mtu kwamba tutaweka namba yako ya simu huku, kwamba kama mtu ana chochote kile anaweza akatusaidia ili tupate angalau ya kununua nini, ya kununua dawa, kwa sababu video wanatazama watu wengi. Kwa hiyo mwenye 100, mwenye 1000, mwenye 500 anaweza akakutumia. Kwa hiyo mama si ana simu? Ana use liver disease, changing a banner syndrome. Speak properly. And in 30 lesbian. What is that? Too much which now started magnet voc. Simba wa Yuda. Ngoja nisogea ndio utaongea vizuri kwanza. Lakini lugha unaoongea ndio changamoto. Nimeuliza kwamba mama ana simu ili tupate namba ya simu ili angalau niweke huku ili mtu mwenye chochote aweze kumtumia. So she don't have a phone number. So what are you talking? Which kind of language is it? I deal and say to Japhet and of. What is it? The meaning of culture to recover a state of life. The meaning of culture to start? Yes, meaning how now we are making this motion. This motion? What is this motion? Learning of and over before. Learning of? Syndrome of becoming. Syndrome of becoming? Man of Tenko. Latifa. Viewers, you be? Are you hearing this guy? Yes. Which kind of language is he speaking? You are paralleling just making a mock nasned or making a mock receiving. It is just to catch.
Viewers, tell me which kind of language this guy is speaking. You are just teaching technical to come back. You just teaching technical. Yep. You just come back. River also making a bus alcohol deal and making a partner subordination. Subordination. Okay, let me turn to my mama there. Okay, we will hand over to come. Huh? Yeah, and very good. You're very good. Yes. By the way, what are you cooking inside there? Get here inside. We are cooking. Okay. This guy is cooking inside in here. Oh, he's cooking this stuff. Yes. In our language, you call it makande. That guy is cooking makande. And this is our African kitchen. This is our African kitchen looks like. And this gentleman is responsible for cooking that kind of stuff, makande. Yes. Lakini amekaribia kuiva. Si muda mrefu ndio tukanajika. Ndio kama injika. Kwa hiyo tunataka subiria tukala. Yes. Are you sure? I'm sure. Just Okay, let me wait for makande. But my main concern with it is with my grandma, because of this one, regarding to her age, I can call her as well my mother, so she's getting old. But regarding to your age, she's also my mother, though she can also be my grandmama. But you told me that you pursued a kind of profession in USA. Yep. Can you again tell my viewers that kind of profession you pursued in USA? Certificate for coming just our sending an alcohol opinion of singing of technology bell. We are making an deco of definition music. What does it mean? We were sure to come back during from one which we are standing is one which we are cooking. We do just making a pan deal marking or designation. So you pursued that profession in USA? Yep. Which but year? not over so far. Which year? 204. This is our child. That is your child? Yes. Where Joe? Joe. Huyu ni baba? Baba mkubwa. Kumbe amesema kama ni mtoto wake, kumbe lakini sawa bado ni mtoto wake. Yeye ana mtoto? Mtoto wake yuko? What is your, are you having a son or a daughter? A son will come in, we are daughters here at technology. We'll see you just at home. Wewe baba yako anaongea lugha gani? Hebu nisaidie, mimi simuelewi. Anaongea Kijapani au Kichina? Maana anaongea ung'enge. Hata anaongea ung'enge, ni kweli? Wewe unasoma darasa ngapi? Perform one. So you have completed standard 7 this year. Yes. So where are you taking those lessons of performance? From one which way? Unasoma wapi hiyo performance? Itebwa? Mteule. Mteule ndo wapi? Okay. Good you speaking. Sasa okay, good enough I'm a teacher. Mimi ni mwalimu. Nimefundisha serikalini miaka 4, then nikaamua kuacha kazi. Kwa hiyo professional I'm a teacher. Nimegraduate mwaka 2009 na nikaajiriwa 2009 Matemabiti Secondary. Where I taught there for a duration of 4 years. So some friends understand the kind of language you are talking here. Is it a Pidgin, is it a Creole, or which kind of language are you speaking? Because even these guys are getting surprised. And accused by one which started in 1984, 681 when digging a Dragon Boy. System of one which we are. The living of one which we are coming divination. The living of who? Divination at a moment becoming. Divination at a moment becoming. What does it mean? I look just to finished. This is finished. So now you one going to another degree. That's what I asked. That a slang, a Pidgin, or a Creole? It's a city. No, just a city. You been? So I'm asking you that kind of language. Is it a slang? Is it a Creole? Because you have got a variety of language. We have a slang, Creole, we have Pidgin. We examination don't mean or campus or part dogo unaelewa lugha gongana. Sasa ndio lugha gongana. Hii ndio nini? Lugha gongana ya Radio Free Africa. Radio Free Africa. Na mimi mtangazaji wa Radio Free Africa. Radio Free Africa.
BBC. Wewe umeniambia kwamba una certificate ya kilimo. You pursued agriculture, si ndio? Wewe You have a maparachichi certificate. ulifaza. Maparachichi. Na ulishafanya kazi na Personal maparachichi. father, the lady leasing motor car there and making different roads. Later to come back. Okay, I will come to you later. I was starting from Lungwe Secondary. Lungwe Secondary. Yeah, passing over 1 degree. So you in which year you completed there? To from home. Yes. 2001. 2001 Yes. from 4. Thereafter? Thereafter? After I joined with international school. International school. We were building to cool days. There, moment driving, pilot, making diagnosis. Making an Kiswahili. From Shukura, Shule Msingi, Ponjola. Driving secondary, from international, making a bagno. Okay. Yes. Okay, viewers, let me again turn to my grandma here. But we are still having food around here, makande. Sasa ungekuja uchochee moto sasa. Yes, chochea moto. Kwa bibi tayari umekumbuka? Kama nilivyokuambia kwamba nilisema wakupatie majani ya mlonge. Wewe unakunywa kama chai. Majani ya mlonge. Niliwaambia pale wao wanakupa. Alafu nikawaambia wakuchemshie na mizizi ya mlonge. Basi uende wote muambie. Yeah. Alafu na kingine pia tiba zipo nyingi kama nilivyosema. Hiki kidonda kimeanza kuwa kikubwa sana. Nitataka pia kuna kitu kingine tena hiyo, kwani hapa una kijana mwingine zaidi ya huyu ambaye unakaa naye hapa. Mwanaume. Yupo. Uko hiyo mtoto wangu. Unakaa naye hapa nyumbani, hapa anakaa hapa nyumbani. Kaya mkimfungi. Yaani maana yangu ni kwamba kuna kijana mwingine yoyote mkubwa unakaa naye hapa. Watoto wadogo. Ambao ni wajukuu, si ndio? Wajukuu. Ila wakubwa amwambie nani? Wakubwa wapo. Wapo. Kaya yuko. Wewe nani? Basi hamna shida. Hiyo tutanani tu tutatafuta tu mkubwa ili unajua ile toto la ndizi ile. Maua yale ya ndizi. Basi hamna shida tutanani. Maua yale ya ndizi yale nayo ni dawa nzuri sana. Wao wanakuchemshia, watakuwa wanachemsha na kuwa nakunywa tu. Inasaidia hata kutibu vidonda. Basi uende baba. Inasaidia kutibu hata vidonda. Kuna mianzi maeneo ya jirani huko. Basi hamna shida, ngoja tutaangalia. Yes. So viewers, I'm here. As I told you earlier, I've come here to see my grandmother. She's getting old. She's sick. She's having a wound, which I showed you. And that one is his son. I think you have heard him speaking aloud here. You saw him. Perhaps you can help me the kind of language he was speaking, because even me, on my side, actually, I'm trying to understand the kind of language that the guy is speaking. But as I said, please, I'm going to share the phone number of our grandma. I'm going to share the phone number of our grandma. That is not my phone number, but her phone number. So in case you have got anything, you can help her. She's living around this place. This is the place. Our grandpa has passed away.
Eti mzee alifariki mwaka gani? Miaka Miaka 5 imepita. No long time. I forgot it. Just come back. Eti bibi, babu alifariki mwaka gani? Nimesahau. Sasa hakuna niende. So our grandpa is not here around. So as I told you, you can help anything, contribute anything. 10 shillings, 50, 100, 1,000, 1,000, 2,000, any kind of money which God has blessed you, you can contribute to our grandma here. That will be her phone number. I'm going to share it in the description. So if you have got anything, you can help us. You can contribute. That amount of money can help our grandma here. Okay, but the viewers, after leaving this place, I'm intending also to go and visit another old man. She's a retired government poster. She's a retired government officer. As well as she's not in a good mood. She's living in environments which are not blessed. So I'm going as well to see her. If I won't find him, then I will end up with a video. Okay, let me find medicine. Let us do medicine to our grandma here. Sasa mbona unamfokea bibi? Nasema hivi mkuu unanizingwa, anasema twende wote KK. KK nimerudi leo upande. Nasema mkuu. Atwendi KK, tunatafuta tu hapa ni huku, sio KK. Yani alikuwa anazungumza kwamba niwe natembea, nasema mkuu unanifungua ndio maana nimekaa. Hicho kipimo cha kutembelea mimi mkuu. Kwani ngoja, kwani na wewe miguu tatizo kubwa ni nini? Na wewe miguu hii. Na walk ina leg up. Sasa mbona miguu ni sore, miguu imesore, miguu mbona imevimba? Hapa. Leg ina octave ina octave. Nikibeba mzigo ina octave. Ukibeba mzigo? Singo, hata nikicheza mpira labda kama ninapiga mpira ina leg. Niliteguka mguu. Lakini mguu umeswole. Mguu swollen. Okay, viewers, as you can help us, tell us in the comment section which kind of disease do you think this one is. You can even advise us, you can even advise this guy the kind of medicine in the comment section, then I will bring back the feedback. You can see his feet, how they look like. Both of them, 2 feet, you can see. So you can tell us in the comment section. Okay, I'm now going to see another man, and so viewers, as I told you, our grandma lives here. This old woman lives here. Her husband is no longer, has passed away many years ago, and she don't have memories as to when exactly her husband passed away, but she's living around this place. So I've sent these guys to find their plantain blossom so that we can give this old woman. I've sent these guys to find that plantain blossom. Umepata? Yeah, kata later. So they are looking for that blossom. Viewers, okay. So pisha kwenye kiti kwanza. Okay. Let me wait for that blossom. But again, as I told you that I'm going to share a phone number.
if you have got anything, you can help our grandma around here, so that yes. Okay, viewers, plantain blossom is around here, so let me provide you instructions on how to cook it for our grandma here. That is gonna be out of. I was really Bwana Masiri. So viewers, as I told you when I was with my grandma there, that then I will be coming to greet another friend. This man is my friend. He's living here. So today it's a schedule to visit those people I know very well. This is my friend. He's called Mwasile. He's living around this place. This is his house. And perhaps I can say this is gonna be the end of the video, because I'm very happy to find my friend here, to know how he's going on. He is doing well. He's fine. I think he can even greet my viewers. Tumasema unaweza kuwasalimia watazamaji wangu angalau yeah. Lakini mzungu basi. Unaweza kuwasalimia watazamaji wangu kwamba bwana, mimi naitwa Mr. Mwasile. Nawasalimia sana. Mungu anasaidia, sisi ni wazima. Nashukuru. Yani chombo kidogo unakwenda ukadao, lakini kuna mambo mengi sana. Okay viewers, my friend is Kuna mambo mengi sana. fine. Yes. My friend is fine. He's living in this house. This is his house. Hii ni nyumba yake, sio kafia amepanga. No. This is his house. Anamiliki nyumba yake. Maisha yanasonga. Sisi tunaishi vijijini. Huko ni vijijini jamani, sio Dar es Salaam hapa. Sio mjini, sisi tunaishi vijijini. Nimekuwa kila siku nikiwaambia kwamba sisi huko tunaishi kwa kutegemea kilimo. Ndio maisha yetu. Nafikiri video zangu nyingi huwa mnaziona ni migombani. Mimi mwenyewe mnaona video zangu nikiwa mashambani huko nahangaika huko, mara kwenye malagi, mara kwenye migomba, mara mnikute sijui nahangaika na nyanya huko. Kwa that is the kind of life we live in villages. My friend used to give me yams, but this is not a period for yams. Unasema kama ulikuwa umeniandalia magimbi mpaka yakaoza. Hata niliatupa na nilikuwa naiba pale. Kumbe. Naomba nini? Hata kama tutakuonyesha sasa. Niliatupa. Hatuwezi tukapata hata ya kukoteleza. Au kwa sasa hivi ndo basi kabisa. Maana nimeshadima tayari. Kwa hata ya kukoteleza hakuna. Kama tukabahatisha hata moja, hata mawili kwa ajili ya chai. Ni kweli mimi mwenyewe nilikuwa busy sana. Kwa hiyo ndo maana kuonana ilikuwa ni kazi. So guys, I'm trying to request my friend here if there are still yams around his farm. We can at least have even 2 pieces of yams. We're not sure, so that's why he's still thinking if we can have those stuffs. Kwa hiyo hatuna kama tukapata magimbi, ndio maana ndugu yangu bado anaendelea kufikiria hapa kama tunaweza tukapata magimbi, si ndio Mr. Mwasile? Yeah. Yalikuwa ni mengi ambayo uliyatupa. We. Hapa njoo nani? Okay. Maana niliyakuta nini? Let us check. Kumbe ilikuwa mengi tu. Sijui kuna mwingine si asante singuzi tunakula. Yeah. Jamani, haya magimbi alikuwa amenandalia na mimi sikuonekana. Magimbi akayatupa. Sasa tunajaribu kuangalia kama tukabahatisha shambani huku hata mawili au matatu. Let us check if we can manage to get at least even 2 pieces. Manake sasa hivi sio msimu wake kabisa. Sasa hivi hakuna.
So guys, yale umeyapanda hivi karibuni. Yote bado machanga. Okay. Kwa hiyo hapa tumefika, tuweze kupata hata moja hapa panavyoonekana. Unahisi unaweza kupatikana la kuchimba? Okay, let us find out if we can get even one piece of yam. Hilo ni la mwaka jana bado, lakini hajakomaa, au hilo limeshakomaa? Kumbe kidogo nimebahatika, hilo kubwa kabisa. At least we have managed to get this one is a kind big, somehow big. Let us try to check. He's going to check there if we can also find a big one. This is the advantage of living in villages. Hapo bado changa, si ndio? Yote yametoka kupanda hivi karibuni. Yote yamepanda. Hako mbona ndo kama kadogo zaidi hapo? Au kanaweza kuwa kadogo lakini kameshakuwa. Basi. Hata hata mawili. Nashukuru sana Mr. Masi, hata mawili. Hata mawili tunashukuru sana. Hako mbona kama bado kadogo sana? Hao ndivyo kanakuwa kinishina. Mimi niko na kazarau, kumbe chini kubwa kabisa. Maajabu haya. Niko na kazarau. Viewers, we have managed to get 3 pieces of yams. It's not bad. So good. This is one among the advantages of living in villages, in rural areas. We get these stuff for just for free. It's just a matter of having good interaction with the society. When you interact with these people, actually you cannot suffer. Once you interact with the villagers. So I'm not a villager, but I'm interacting with them in a good way. That's why they even give me these stuff for free, because I am their friends. They know me very well, they respect me so much. Haya yote ni ya karibuni. Okay, basi tuachane nayo, tusubirie msimu unaokuja. Hilo ni la mwaka jana. Au tumelikatili liko bado linaendelea kukomaa. Tumelikatili kwa bado. Kwani tukirudisha rozi likakuwa? Basi. Bila muda ule ilikuwa bengi wakati nani? Mimi mwenyewe hapa katikati nilikuwa busy sana katikati hapa. Yaani kuonekana wa kweli sio siri, ilikuwa ni shida. Mpaka ilifikia hatua akina Godi wananipigia simu, wanauliza kama nimesafiri. Nikanaambia hapana, sijasafiri, ila nimebanwa na mambo mengi, nimebanwa na mambo mengi. Kanaambia hivi. Wao kipindi kile nikashika tu, nikachapa lakini sisi muda nilikuwa sina muda. Viewers, thank you so much for being with me. This is the end of this video. But what can I say? In case you are new here, please subscribe to the channel.
allow the notification button if you find this video interesting to you. If you are interested with the video, please allow the notification button. Being a village, living in a village is a good thing, as I told you earlier, that once you talk to, yeah, he's telling me about these yams. Yeah, kweli kabisa, bado ni mazuri. Once you interact with the society in a good manner, in a good way, actually you won't suffer. You'll be getting even these stuff for free, as you have seen to me here. This man is giving me these stuff for free. So thank you so much. Don't forget to subscribe, share, like. Let us meet to another video. Again, don't forget, this is Masindes. Have a good day.